Karibu tusikilize. Ni wasalimu kwa kusema hivi, ufalme wa mbinguni umekaribia. Wewe utajibu neema ya Kristo na ituokoe. Leo hii nimekuja na jambo moja ambalo nataka ulifahamu, inaitwa upako. Ndio. Inaitwa upako. Nataka ujue upako ni nini. Lakini wakati tunaendelea na upako ni nini, pia tutaendelea na huduma ya maombezi kwa njia ya simu. Sawa sawa. Yes, tutaendelea na huduma ya maombezi kwa njia ya simu, tutataja namba hapa. Kwa hiyo tunaposubiria simu, nitakuwa naendelea kufundisha upako ni nini, ili mtu ajue upako ni nini. Naomba utaje namba ya simu kabisa. Naomba nitaje hii namba ya simu ambayo itatumika hapa kupiga hapa sasa hivi. Wewe mwenye shida yoyote ulionayo, tupeane maarifa. Wewe piga simu, tupeane maarifa. Tabu yoyote ulionayo kwenye maisha yako, wewe piga simu hapa ili tupeane maarifa namna ya kuishinda hiyo tabu yako. Basi namba ya simu ni hii. Ni 0795418044. Nairudia. 0795418044. Kwa hiyo wakati tunaendelea kuzungumza hapa, wewe utapiga simu kwa ajili ya huduma. Umeelewa vizuri? Kwa shida yoyote ulionayo. Basi sawa. Wakati tunaendelea kusubiria hizo namba za simu, basi mimi niendelee kuelezea upako ni nini. Na mimi nataka nimkumbushe msikilizaji popote pale alipo, apige simu nambari hiyo ambayo umeweza kuitaja hapo kwa umakini kabisa. Ili kama una swali lolote ama una jambo lolote, unaweza ukapiga simu hapa na mchungaji anaweza akakufafanulia kama una swali au kama una tatizo lolote, mambo yanaweza kuwa poa kabisa. Msikilizaji, fursa ni hii hapa, ili jambo alijirudii tena mpaka wiki ijayo. Hii ndio nafasi, popote pale ulipo, piga simu hiyo. Ndio, twende bwana mchungaji. Karibu sana. Basi wakati tunasubiria simu, tuendelee kuzungumzia upako ni nini. Sawa. Unasikia sana upako kwa watumishi wengi, upako, pokea upako, pokea upako. Lakini inatakiwa ujue upako ni nini. Umeelewa vizuri? Ndio. Yes. Basi nielezee moja kwa moja upako ni nini. Upako ni roho inayoweza kukuwezesha wewe kufanikisha jambo fulani ama jambo lolote. Upako ni roho. Mfano, mtu anakuambia naachilia upako wa pesa, naachilia upako wa kuolewa, naachilia upako wa utajiri. Hapo sasa tunajibu pokea. Yes, pokea, napokea. Unaelewa? Iko hivyo. Sasa hapo lazima ujue upako ni nini. Kwa hiyo upako ni roho ambayo inaachiliwa kwako wewe. Umeelewa? Inaachiliwa kwako wewe ili kusaidie kufanikisha jambo fulani kwenye maisha yako. Si kama unanielewa vizuri? Upako ni roho inayoachiliwa kwako ili kufanikishe wewe kupata jambo, kufanikisha jambo fulani, iwe ni tabu, iwe ni kupata kitu, kuondoa shida fulani, kuondoa tabu fulani. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo upako ni roho. Mtu anapokuambia naachilia upako wa pesa, maana yake anaachilia roho ya pesa kwako. Umeelewa? Hiyo roho ndiyo itakayokuwezesha wewe kupata pesa hizo, maana hiyo roho inajua pesa iko wapi. Hiyo roho itakupa maarifa ya kupata pesa. Lakini najua pengine anayekuambia pokea upako wa pesa, hajakwambia upako ni nini. Umeelewa vizuri? Haujiandai kikamilifu namna ya kupokea huu upako ili ufanikishe jambo lako. Sasa leo hii nakwambia upako ni roho inayokaa ndani yako. Kwa hiyo mtu anapokuambia naachilia upako wa pesa, maana yake anaachilia roho hiyo ambayo ni roho inayoshughulikia habari za fedha, habari za pesa, ikae ndani yako, ikae na wewe, alafu wakati huo sasa ikikaa kwako ikufanikishie hicho kitu. Kwa hiyo mtu anapokuambia naachilia upako wa kufanikiwa, maana ni roho ya kufanikiwa ikae ndani yako ikufanikishe sasa kwenye hicho ambacho wewe utakuwa unataka. Hiyo ndo maana ya nini? Ndio maana ya upako. Kama nikajua labda upako ni neno tu fulani hivi ambalo limetengenezwa na watu. Limetengenezwa na watu. No. Na sema tu ni vile watumishi wengi huwa hawaelezei. Umeelewa? Watumishi wengi huwa hawafundishi. Yaani anaweza akakwambia kitu lakini asikuelezee hiki kitu ni kitu gani. Na bahati mbaya watumishi tulionao waliotutangulia wengi sana kwenye hii dunia ya sasa hivi, ukiachilia ile injili ya mitume kina Petro na kadhalika, kutoka pale kwa kina Petro, kuanzia pale walipopotea wale jamaa, kuanzia pale waliofuata walio wengi sasa ni wabinafsi. Kwa mtu anaweza akawa ni mtumishi wa Mungu wa kweli, lakini akajikuta tu ameingiliwa na roho ya nini? Ya ubinafsi. Yani aseme. Azungumzi ule ukweli. Umeelewa vizuri? Na upako uko ndani yako wewe. Yani upako ni wewe. Na ndio maana mtu anaweza akakwambia hivi,
labda nina maji ya upako, nina maji sijui, nina mafuta ya upako, nina sabuni za upako, umeelewa? Nunua, umeelewa? Alafu unaponunua anakuambieje? Amini. Haya mafuta yatakufanikishia jambo, umeelewa? Yaani imani yako. Yes. Amini ndipo utafanikiwa. Umeelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo maana yake gundua hapo kitu kwamba kumbe upako ni wewe. Kumbe usipoamini hata kingeombewa na nani haufanikiwi. So mpaka uamini wewe, maana yake ukubaliane nacho kile kitu. Umeelewa? Ndipo unafanikiwa. Kumbe sasa unagundua kwamba upako ni wewe. Kumbe wewe mwenyewe unaweza ukachukua maji, unaweza ukachukua mafuta, ukayaombea wewe. Hata mchanga. Yes. Unga, hadi chochote kile. Kwenye imani yako. Kwa imani yako wewe sasa ukakichukua kile kitu ukakiombea. Yes, ukakiombea na kikafanikisha jambo lako. Kikubwa cha kufanya ni nini ufanye? Wewe muamshe Mungu ndani yako. Ndio. Muamshe tu Mungu ndani yako. Kwa mfano unapotaka kuingia kwenye ibada yako, tamka mara 7. Kwa mfano sasa kwa wewe Mkristo utasema Bwana Yesu amka ndani yangu. Bwana Yesu amka ndani yangu. Wewe tamka mara 7, umeelewa? Alafu ingia kwenye maombi yako sasa. Kwa imani zaidi. Kwa imani zaidi. Na ukiamini kwamba atanisaidia. Wow. Yani lichukua lile jambo kwamba limeshafanikishwa kabisa. Yes, limeshafanikishwa. Basi chochote utakachokifanya wakati huo ndio kinakwenda sawa. Na kwa nini nyinyi viongozi wa haya makanisa au madhehebu huwa mnapishana kauli? Okay. Wewe utaongea vingine, yule ataongea vingine, na huyu ataongea vingine, kwa sababu mimi kidogo huwa nafuatilia haya mambo kwamba kwa uchache. Kuna mchungaji mmoja maarufu kwa kweli, nitokea niko mdogo na kuwa nasikia hilo jina lake. Ni maarufu wa muda mrefu. Na kuna mwingine naye vile vile, kuna siku wakati tunatoka hapa nje, kama unakumbuka, tuko off mic tulie kumzungumzia huyo mtu. Alikuwa upande wangu mimi, afu akatoka kaja upande wenu. Huyu ukimsikiliza na ukimsikiliza yule na ukiwasikiliza wengine wanachokiongea tofauti. Na nikakwambia mimi katika watu ambao ninawakubali ni hao wawili kwa upande wenu. Kwa sababu unaongea kitu ambacho kipo mpaka wanasema waambieni ukweli. Kwa nini waga nyinyi mnapishana kwenye hivi vitu? Okay, kupishana kuko eneo moja sana. Eneo moja ni hili. Mungu anapofanya kitu kwa mtu, tumzungumzie Mungu sasa. Anapofanya kitu kwako, anapoleta jambo kwako wewe, atakachokieleza kwako ni tofauti na atakachokieleza kwangu mimi. Umeelewa? Huyo Mungu huyo. Mfano sasa, alichokisema Mungu kwa Musa sicho alichokisema kwa Elia. Umeelewa? Alichokisema kwa Elia sicho alichokisema kwa Elisha. Umeelewa? Nafikiri eneo kubwa unalolizungumzia ni eneo gani? Eneo la ubinafsi. Okay. Yaani eneo la ubinafsi. Na ndi hapa ambapo tulikuwa tunazungumzia habari ya upako, kwamba watumishi wengi waliopo sasa hawauzungumzi ukweli. Yaani hawakufundishi wewe ufunguliwe ujitegemee. Wanakufundisha wakumiliki. Yaani wanakuweka kwenye mfumo wa kukumiliki. Umeelewa? Hicho ndio tunachokizungumzia. Sasa wako watumishi ambao wamefunguka. Pengine Mungu sasa wanajua nini maana ya Mungu na Mungu ametutuma kufanya nini. Umeelewa? Sasa mtu wa aina hiyo hawezi kukudanganya, atakufundisha uelewe ujihudumie. Sawa. Hata kufundisha kumiliki. Kwa hiyo watumishi wengi tulionao wanataka wakumiliki kwa faida zao. Mtu anataka amiliki ndege, hawezi kukufungua wewe ukajitegemea, kwa sababu ataikosa sadaka yako. Umeelewa vizuri? Anataka kuwa tajiri mkuu, yani katika watumishi awe ni mtumishi mkubwa kuliko wengine wote. Hawezi kukuambia wewe ukweli, maana ukishapata ukweli utajihudumia. Na hofu yake ni kwamba hautapeleka sadaka kwake. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hicho ndicho kinafanya sasa watumishi wawe wajanja wenye kukutishia dhambi na kukutengeneza uwategemee. Anakuambia kabisa, jiungamanishe na madhabahu hii. Jiungamanishe na neno la nabii. Umeelewa? Bila hivyo, bila nabii huwezi kufanikiwa. Hivyo unanielewa? Hicho kitu hakipo. Sasa naona kuna kitu kimoja nilikuwa najiuliza sana. Naam. Mpaka nikataka niweke mada kwenye kipindi changu ninachokifanya mchana. Lakini nikasema ngoja kwanza nisifanye. Ngoja nikusubiri wewe ufike. Nikuulize. Alafu jambo likiwa limenyooka, wewe ndio utakuwa finalization wangu. Sawa. Mwisho. Sawa. Hivi kwa nini nyinyi watumishi wa Mungu, viongozi wa makanisa, mmekuwa mnaheshimika sana na wake zetu kuliko wao kutuheshimu sana sisi? Hayo ni mafundisho sasa. Umeelewa? Ni mafundisho, na hii tabia kweli ipo. Kuna ile tabia unakuta labda mtumishi anataka kusafiri, hasafiri na mke wake, anasafiri na mke wa mtunza hazina. Umeelewa? Anasafiri na mke wa mzee wa kanisa. Umeelewa? Yes. Hiyo ni tabia tu chafu ambayo imeingia ndani ya kanisa. Umeelewa?
ni tabia tu chafu ambayo imeingia ndani ya kanisa. Unajua mambo mengi ambayo yanafanyika makanisani, makanisani wanaangalia ni nani tukimkamata, ni nani tukimweka vizuri, atatupa chochote kitu. Sasa wanawake wako mbele sana katika hilo. Kwa lazima sasa mtumishi awe na maneno, awe na maelekezo ya kuwashika hao wanawake unaowazungumzia, wawe upande wake zaidi, kwa sababu ni wepesi kupokea chochote kile utakachokisema. Umeelewa? Ukisema matoleo wako mbele, ukisema hiki wako mbele. Sasa nakupa jibu kamili ambalo kwa nini linasababisha hivyo. Ndugu yangu, iko hivi, watumishi wa Mungu sasa hivi sio wa Mungu huyo unayemjua wewe. Umeelewa vizuri? Watumishi wanaojiita wa Mungu wengi sasa hivi ni watumishi wa mashetani, ila kwa kofia ya Mungu. Umeelewa? Mtumishi wa Mungu huyo anayekwambia usiende kwa mganga, huyo yeye saa 11 alfajiri yupo kwa mganga, ameenda kuchukua dawa ya mvuto. Sasa hautamvutia mwanaume. Ukitumia dawa ya mvuto wewe mwanaume, utamvutia tu mwanamke. Ukitumia dawa ya mvuto wewe mwanamke, utamvutia mwanaume, hutamvutia mwanamke mwenzio. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa akisimama mbele, atakayevutwa na ile dawa ni mwanamke. Ndipo pale sasa utakuta hao wanawake unaowazungumza wanampenda sana huyo mchungaji, wanakuwa mbele sana ya huyo mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu iko nguvu nje na uweza wa Mungu anaitumia. Sasa mimi nimeuliza hilo swali, nishia kuonaga kiklipu fulani kama cha kuchekesha kwenye mtandao. Lakini kilikuwa kinamaanisha mchungaji alikuwa amepita nje, akapita kwenye nyumba ya mtumishi wake, akaenda kusalimia yule mtumishi, nakwambia yule mama alikuwa busy, yule bwana mara akampiga magoti, mara akamfanyaje, unaona kile kitu Baada ya hapo, baba unaondoka basi shika sadaka yangu kidogo, zikahesabiwa nyekundu kama 6 hivi, akapewa, akatia mfukoni, mume akafika anashangaa. Unaona ile clip akawa anashangaa, imechezwa kama comedy lakini ina nani fulani hivi, anashangaa huyo Mungu mwenyewe, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe apendi kunyenyekewa kama vile. Kwa nini wewe unamnyenyekea vile binadamu wazio? Kwanza, pili vile kuna siku nilitua na cheti naye. Nikamwambia naomba nionane na wewe. Akaniambia mimi najisikia vibaya. Naumwa. Nikamwambia basi ina shida, nitakuja kukuona. Baada ya 5 akaniambiaje? Natoka naenda kanisani. Na tumeitwa na baba. Sawa. Nikafikiria kitu. Mimi hapa nina nafasi kubwa sana kwake. Kanijibu hivi, kwa nini yule hivi? Ndio maana zile swali kali nimeliweka kichwani kwangu, japokuwa ni miaka mingi kidogo. Sasa nikaona bora nililete kwako nikuulize. Sawa. Injili imevamiwa. Elewa kitu kimoja, yani ufahamu kitu kimoja. Injili hii tulionayo imevamiwa. Kwanza nikurudisha nyuma kidogo. Ili neno nilizungumza kwenye kipindi kilichopita, niliwakwaza wengi, lakini ndio ukweli. Ukristo tulionao huu tunaoutangaza, Ukristo sio wa Yesu Kristo aliye mbinguni, ni wa mpinga Kristo. Kwa wewe ukitaka kuwa Mkristo wa Kristo wa kweli, maana yake tu wewe uchangamke nafsini mwako. Yaani uelewe kwamba kinachoendelea hapa sicho, basi utafute namna ya kutengeneza ili uwe unamwabudu sasa Mungu aliye wa kweli. Umeelewa? Sasa hivi injili ya watumishi wengi tulionao ni nguvu yao wanaitoa kwa waganga. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo na hata kule Bible knowledge wanachokisomea, wanasomea namna ya kumtawala mtu. Kule Bible knowledge kule wanasomea namna ya kummiliki mtu, kumtawala mtu. Kwa hiyo lazima sasa akija mwenye roho nyepesi ya kutawaliwa ni mwanamke. Mahara popote pale ni mwanamke. Kwa hiyo sasa akitumia hizo yale mafunzo ya kumtawala mtu, atamtawala kwa wepesi tu mwanamke. Na ndio maana unakiona kile kitu. Ukichanganya sasa na hirizi hizo ambazo wanazipata kwa waganga, yani hakuna watu ambao wanawafaidisha waganga dunia ya leo kama watumishi wa Mungu. Ndio ukweli uliopo. Hao wachungaji wanaokataza dhambi hizo, wanaokuambia usiende kwa mganga, wanashinda huko. Umeelewa vizuri? Ni wanachama wazuri. Sasa kila anachokipata kule kama kina nguvu ya kumvuta mtu, wa kwanza ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke ana roho nyepesi ya kuvutwa kwa haraka, kuelewa kwa haraka, kupokea kwa haraka kitu. Na ndio maana unaona sasa hiyo shida. Ndio maana unakuta sasa hiyo tabu ipo kwa wanawake. Umeelewa vizuri? Sasa kabla sija kwenda kwenye swali lingine, uliniambia ile wiki iliyopita kwamba kuna vitu utakuja navyo hapo kwenye karatasi lako, mimi nitakuwa napita navyo. Sasa hizi bwana, hiyo tuifanye wiki ijayo. Hiyo tuifanye wiki ijayo. Sawa, nakwenda tena kwenye swali lingine. Naomba nikwambie kitu kimoja. Naomba niwatajie, nitaje namba ya simu. Nitaje namba ya simu tena, alafu na upatikana WhatsApp na nini na yes. Basi msikilizaji, naomba unisikilize tena. Nakutajia tena namba ya simu hapa ya kupiga hapa kama una jambo lolote, shida yoyote, basi unaweza ukatuambia hapa, ukaileta hapa na Mungu afanye jambo kwa ajili yako. Namba hii ni 0795
41